Efeso 1:17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Oya, mmefika? Anasemaje? Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya nini? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika, ili iweje? Macho ya mioyo yenu yatoe nuru. Yani unapewa roho ya ufunuo na roho ya hekima. Kwa nini roho ya ufunuo? Ili giza liondoke. Wazee nateseka na hii hali ya maskini, natamani kutoka hapa, natokaje? Baba, macho ya mioyo yako yametiwa giza, huoni. Macho ya mioyo yako yakitiwa nuru, unaanza kuona solution. Sema amina. Anasema macho ya mioyo yenu yatoe nuru, mjue tumaini la mwito wake, tumaini la mwito wake, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika utakatifu jinsi ulivyo. Kuna maneno hapo mearuka, tuyaangalie. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Na nini kingine cha kwanza? Na utajiri wa nini? Wa utukufu wa urithi katika utakatifu jinsi ulivyo. So kazi ya Mungu idhihirika, Mungu anapata nini? Utukufu. So kuna utajiri wa utukufu, na kuna utajiri wa matendo mengi ya Mungu yanakusubiri ukayatende. Mimi sitaki kukaa sana hapa. So ili power ifanye kazi, unapata nini? Ufunuo. Leo kusema nikiwa kwenye mkutano mmoja Tanga, siwezi kulala nikiletea mtu ambaye ana shida nikaiombea afu hajaisha, afu nikiwa na huko ndani kwamba inatakiwa iishie kwenye mikono yangu. Sio kila shida utamaliza wewe. Shida zingine kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna mambo utamwombea hatapona, ila siku akiona na tone anapona. Kuna tatizo lingine ni mtoko wa toni. Sio, unaelewa? Yaani kuna tatizo fulani huko duniani ni mtoko wa bideni. So utaombea unavyoombea na upako wako wote, haitaisha. Ila mimi nakutana na hiyo mtu inaisha. Sio kwa sababu nina upako sana, ndio mtoko wangu. Mungu amekusudi nimponye huyo, ndio baraka yangu ilipo. Siniambia kusudi dada Lavo wapi Arusha huko, nimemwombea eti akapona. Baada hapo simu zikaanza kuita, nikapata wadhamini wa kwenye kazi ya Mungu. Mtu alikuwa analipia ukumbi mjini kule ni dada ambaye amejulia Arusha, alikwenda kumwombea Lavo, dada kichaa. So kuna tatizo lingine ni mtoko wako wewe. Yesu anaweza wanafunzi wake, nani alifanya dhambi, yeye au wazazi? Yesu anasema hamna, huyu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. So kama natakiwa kutenda mimi ili Mungu atukuzwe na mimi niinuke. Tumetoka hapo, si ndio?